qari'ul Qur'an. Ayuha al-ikhwa al-kiram, Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika anaendelea kutuambia mwenye kuisoma Qur'ani hii kwa umahiri, basi yupo katika ngazi, yupo katika daraja na katika usuhuba wa malaika ambao ni watukufu na watifu, malaika walio watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msomaji Qur'ani naye kadhalika yumo pamoja nao. Mtume alayhi salatu wasalam akituambia kwenye hadith sahih alladhi rawahu ash-shaykhan, pokea Bukhari na Muslim, almahiru bilqurani ma'a safarati alkiram albarara, mwenye kuisoma Qur'ani hii kwa umahiri, ujuzi na ufundi mzuri sana, kwamba unachunga ahkami za tajwidi, unasoma kwa zile kanuni zake ambazo zimewekwa za usomaji wa Qur'ani, basi upo katika daraja, upo pamoja na malaika hao. Na hiyo ni manzila kubwa sana, kwamba upo pamoja na malaika watukufu watiifu wa Allah subhanahu, safara alkiram albarara. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii vile vile hakumwacha wala hakumsahau yule anayesoma Qur'ani kwa taabu. Maana si kila mmoja anayesoma Qur'ani hii kwa umahiri na ustadi, kuna wengine wanapata tabu kusoma Qur'ani. Walladhi yaqra'u alquran yatata'u fihi wa huwa alayhi shaq, na yule anayesoma Qur'ani hii hali ya kugonga gonga na kusita sita. Usomaji wa Qur'ani unampa tabu, Qur'ani inampa tabu wakati anayesoma, anapata shida katika kusoma Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye huyo pia amempa bishara yake nzuri kwa kusema lahu ajran, na yeye anapata thawabu mara mbili, analipwa mara mbili. Si maana yake kwamba anamshinda yule mahiri, la, mahiri yupo juu zaidi, yupo katika daraja na ngazi hizo za malaika. Lakini huyo aisomaye Qur'ani kwa tabu, ambaye anapata shida kuisoma Qur'ani, basi agizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba usiache, usikate tamaa, wala usiseme mimi naona Qur'ani wakati naisoma napata shida, nachukua dakika 5 kusoma mstari mmoja, dakika 10 au 20 kumaliza ukurasa mmoja. Endelea, usifungue mlango wa shaitani ya kukata tamaa ya kwamba Qur'ani hii inakupa shida, basi achana nayo mpaka utakapoijua. Soma hivyo hivyo, maana ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotubashiria kwa kusema lahu ajran.